Lakini mimi unanionea tu kaka. Nakuonea, si ndio? Yaani, unataka sasa nikuonee. Unataka nikuonee, si ndio? Subiri nikuonee. Kaka, samahani sana kwa kuzuia mkono wako, lakini huyu anafanya haya yote sio kwa kupenda, bali anataka kumsaidia dada yake. Ona hali ya dada ilivyo, inatia huruma. Huenda siku moja na wewe dada yako akapitia kama anayoyapitia huyu, na wewe pia utalazimika kufanya hivyo. Naomba sisi wote tuweke mikono ikiwa na maana sisi wote ni kitu kimoja na tunahakikisha tunawaangamiza. Tunapambana mpaka tone la mwisho. Tunapambana mpaka tone la mwisho. Tunapambana mpaka tone la mwisho. Hawa watu huwa wanavaa vitambaa vyeusi kwenye mikono yao, ni kama alama ya utambulisho, na kila mtu anayejiunga nao ni lazima avae kitambaa hicho kwenye mkono wa kushoto. Tunafanyaje tena? Nataka simu yangu. Umesema kila mtu anayejiunga naye ni lazima avae kitambaa cheusi katika mkono wa kushoto. Sasa kwa nini wewe hujavaa hicho kitambaa? Mimi sijajiunga na hao watu wanaovaa nguo nyeusi, ila nashirikiana nao. Wananipa kazi na kila kazi nitakayoifanya huwa wananilipa. Nafanya hivyo kwa sababu nipate pesa kumtibia dada yangu. Na kwa nini hao watu wa nguo nyeusi wanaua watu? Na wakiua hao watu wao wanapata faida gani? Huyo kiongozi wao ana miaka 120 na huwa anakunywa damu ya vijana ili asizeeke. Kila Jumanne ni lazima apate damu ya kijana ambaye mwenye huruma. Anakunywa damu za hao vijana ili asizeeke. Ukiona mtu amejifunga kitambaa kwenye mkono wa kushoto cheusi, ujue tayari kashajiunga na hao watu. Na ukiona mtu anashirikiana na hao watu hajajifunga kitambaa cheusi, ujue anafanya kazi tu kama mimi ili apate maslahi mengine ya kujikizi mwenyewe. Hivyo ndo kama mimi ninavyofanya. Sijajiunga na hao watu, ila nafanya tu kwa maslahi nipate pesa kumtibia dada yangu. Kaka, hapa sio sehemu salama kabisa. Inatakiwa muende mkajifiche, kwa sababu nyinyi maisha yenu sasa hivi yako hatarini. Saa yoyote mnaweza mkakamatwa. Sawa mche. Lakini mimi naona sehemu salama twende kwa dada. Kwa dadangu mimi Kipini. Mimi naamini huko ndio sehemu salama pekee ambayo imebaki. Hapana. Huko msiende, kwa sababu hao watu wanajua kabisa wewe sehemu yako ya kwanza ya kukimbilia ni kwa dada yako. Hivyo watakuwa huko. Ndiyo, huko sahihi. Je, twende wapi? Kuna sehemu mimi naifahamu. Nitawapeleka.
huko ni ngumu sana watu wa nguo nyeusi kufika. Basi sawa, tuelekee huko. Sasa itabidi mkae hapa, msitoke kwenda sehemu yoyote, sawa? Sawa, tunakuelewa. Kaka, mimi natoka mara moja, nenda nyumbani kumcheki dada, nitarudi baadaye. Poa, kuna shida, tutakuta. Ndio. Mpaka sasa sijafanikiwa kujua jina lako. Unaitwa nani? Zainisha. Okay. Na unaishi wapi? Waruke. Sawa sawa. Sasa imekuwaje mpaka nimekukuta kule msituni? Nilikuwa natoka Waruke. Nilipotoka Waruke njiani nikakutana na watu walivaa nguo nyeusi. Wakanikamata na kunipeleka msituni. Pole sana dada yangu kwa maumivu unayopitia kwa sasa, lakini mimi mdogo wako nitapambana kwa kila njia ili dada yangu aweze kupona, kwa sababu matibabu yako yanahitaji milioni 3 na kwa sasa nina milioni 2.7. Nimebakiza 300,000 tu kueneza pesa matibabu yako. Mimi mdogo wako nitahakikisha dadangu unapona. Yaani hali yako inanihuzunisha sana kwa sababu huwezi kuongea, huwezi kutembea, huwezi kufanya chochote kile. Na kwa hili dadangu utapona, sawa? Na huko nikashuhudia matukio mengi ya kikatili. Pole sana. Na siku zote hizi ndio zinakuwa changamoto za maisha. Lazima utapitia changamoto kama hizo katika maisha. Vipi? Mbona kama uko sawa? Kaka, ni dada yangu kaka. Wamempiga sana. Ni hali ya kuwa wanajua kwa dadangu mimi ni mgonjwa. Kaka, na hapa lazima niwapeleke serikalini kwa kumpiga dadangu na kwa mauaji yote wanayofanya. Hapana mche. Usifanye hivyo. Kitendo cha wewe kwenda kuwashtaki itakuwa ni kama umejiingiza mwenyewe jikoni. Usiende kuwashtaki. Nisiwashtaki? Yaani unasema kirahisi tu nisiwashtaki? Wakati amepiga dadangu. Ni lazima wote wakafie jela. Naenda kituo cha polisi. Tutaonana baadaye. Mche.
Mche, hii vita ni kubwa, tena ni kubwa sana. Inatakiwa sisi tutumie akili nyingi sana kuliko kutumia nguvu. Kwa maana wewe unatoka hapa unataka kwenda kituo cha polisi kwenda kuwashtaki. Je, una ushahidi wa kuweka hatiani? Jibu ni hapana. Hapana. Huna ushahidi wa kuweka hatiani wala watu wengine. Kwa sababu ushahidi uliokuwa nao wewe ni ushahidi wa maneno tu. Maneno tu. Hauna ushahidi wa picha wala hauna ushahidi wa video. Kingine, hauna ushahidi hata wa sauti. Hivyo ushahidi wa maneno hautoshi. Hautoshi. Kwa sababu hii kesi ni kubwa, tena ni kubwa sana. Nataka kutoka hapa kwenda kituo cha polisi. Sasa ikitokea ukawachoma wale watu wenye nguo nyeusi na kesi wao wakashinda, wao ukashindwa kesi, je, unadhani utapata salama? Utakuwa hatarini wewe pamoja na dada yako ambaye unampambania kwa toni mpaka mwisho. Dada yako ambaye unampambania kwa kila njia ili apone, utamkosa kwa sababu wakitoka kule polisi, mtu wa kwanza atakayedili naye ni wewe pamoja na dada yako. Mche, unatakiwa tutumie akili. Tutumie akili sana katika hii kesi. Tutumie akili nyingi sana ili tuweze kushinda. Ili tuweze kuwini. Mche, mimi niko bega kwa bega na wewe. Niko bega kwa bega na wewe mpaka tunahakikisha hawa watu tunawaangamiza. Mpaka tunahakikisha hawa watu wa nguo nyeusi tunawateketeza. Mche, kama maneno yangu hujaelewa, haujasikia unataka kufanya hicho ambacho unataka kufanya, nenda. Nenda Mche, unataka kwenda, nenda. Ila kama uko pamoja na mimi, kama umenielewa mimi ninachokisema, leta mkono wako. Tunapambana mpaka tone la mwisho. Tunapambana mpaka tone la mwisho. Tunapambana mpaka tone la mwisho.